nayo siku ile ikawakuta ninyi bila kutazamia, kama vile mtego anasavyo. Kwa maana kama vile mtego anasavyo, ndivyo siku hiyo itakavyowapata wanadamu wote waishio katika uso wa dunia kote. Kesheni daima na muombe, ili muweze kuokoka na yale yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Yele koda Tito areyo. Fungua nami kitabu cha Tito 2. Ewange. Kitabu cha Tito 2 kuanzia 1. Tito areyo wange wachonia. Kitabu cha Tito 2 kuanzia 1 asema hivi: To in Tito nyaka iwach mana weche mowinjore gi puonj mar adiera, nyaka inyis joma dongo mondo obed joma oritore kendo ma oero moko ero yuma, kendo joma obidhore, bende gibed joma nigi yie motegno kendo man gi era kod kinda. Kitabu cha Tito 2 kuanzia 1 anasema hivi: inakupasa kufundisha itikadi sahihi, wafundishe wazee kuwa kiasi, wastahivu, wenye busara na wanyofu katika imani, upendo na zaburi. Hivyo hivyo wafundishe wanawake wazee kuwa na mwenendo wa utakatifu, wala wasiwe na uzingiziaji na walevi, bali wafundishe yale yaliyo mema, ili waweze kuwafundisha wanawake vijana kuwa na kiasi. Amen. Kuwa na kiasi. Hapo sijafika. Verse 3 wachonia. Mstari wa 3 wanasema: kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi. Vivyo hivyo wafundishe wanawake wazee kuwa na mwenendo wa utakatifu, na wale wasio wazingiziaji. Yes. To kik gibed jokuoth kata jomer, wasiwe wazingiziaji au walevi, mamadho kong'o, to gibed ranyisi mabeyo mondo omi mon matindo opuonjre ero chuogi kod nyithindgi. Bali wafundishe yale yaliyo mema, ili wazee wawafundishe wanawake vijana kuwa na kiasi, na wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao. Kendo obed joma oritore ma ngimagi ler, bende marito utigi maber, nyaka gibed mon mang'won kendo moluoro chuogi, mondo wach Nyasaye kik yany. Wawe waaminifu, watakatifu, wakitunza vyema nyumba zao, wema, watiifu kwa waume zao, ili mtu yoyote asije akalikufuru neno la Mungu. Paki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wach masomo no, neno hili ambao nimesoma en wach achiel, ni neno mmoja. kiriwe gi Luka, ukiliunganisha na kitabu cha Luka, to ouwe wach achiel. ananena kuhusu neno moja. Seche mane Paulo ne dwaro weyo Timotheo Kriete, wakati Paulo ne weyo Tito Kriete, wakati ambao Paulo alikuwa anataka kuacha Timotheo Kirene, Tito Kirene, to Kriete kanyo, pale Kirene kisomo Tito no achiele wangi, ukisoma Tito moja hapo matinda beach ayake ndogo 5, to yudo ka Paulo no seyale gweng'no, unapata Paulo tayari alishahubiri katika hiyo kijiji, to gweng'no wach Nyasaye no mako, na hiyo kijiji neno la Mungu ilikuwa imeshashika, kendo nitiere kama wach Nyasaye no gike tena kuna mahali ambao neno la Mungu ilifikia wakati huo. Nikech Paulo Nyasaye no ore kama chielo, ni kwa sababu Paulo Mungu aliweza kumtuma mahali kwingine. To Tito nene nyathi Paulo spiritual, Tito alikuwa ni mtoto wa Paulo kiroho, kendo wuotho gi Paulo mang'eny mong'enya gik ma Paulo time i roho, tena akatembea na Paulo kwa muda mrefu, akajua hata yale Paulo anatenda katika kiroho. To Paulo chiko Tito niya, naye Paulo anamwelekeza Tito kuwa ni koro inidong Kriete ka mondi chop tije morem. Sasa wewe bakia hapa Kirene ili ukaweza kuifikisha kazi ambayo imebaki. To achiki matek, naye na kuelekeza kwa nguvu, ni die miere mondi manye jodongo mag kanisa,
nenda katika vijiji ili ukatafute wazee wa kanisa mondo gibed joma nyalo rito tij Nyasaye e hekalu, ili wawe watu ambao wanaweza wakatunza kazi la Mungu katika hekalu. Kasto Paulo pango ne joma onego bed noyiero gi kitgi kaka gichal gi timbegi gi betgi gi wuoyogi. Sasa Paulo anawaambia wale ambao anastahili kuwachagua na tabia yao na mwenendo yao. Paulo nyiso Tito niya, Paulo aambia Tito kuwa jodongo miyierogo nyaka bed jadhako achiel mokwongo, au wazee unayewachagua lazima wawe mzee ambao ana mke mmoja, ma nyithindi oyie, ambaye watoto wake wana imani, mok jagero, ambaye hana ukali, mok king, ambaye hana ukali, mok madho kong'o, yule si mlevi, mohero rwako welo, anayejua kukaribisha wageni. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mano Paulo wuoyo kod Tito. Hiyo ni Paulo anaongea na Tito. To seche manowene Tito message no, Wakati ambaye aliachia Tito hiyo ujumbe, nikech Tito nowar, Paulo ne wene ng'ama war tich. ni kwa sababu Tito alikuwa ni mwongofu. Paulo alikuwa anaachia mtu ambaye ameokoka huduma. Kendo nong'eyo ni Tito nyalo wuoyo kod jodongo. Tena alijua kuwa Tito ana uwezo ya kunena na wazee. Emomiyo nowene ni koro chop weche moremo te. Ndio sababu aliachiwa kuwa sasa afikisha maneno yote ambayo yana upungufu. To Tito ang'o wuotho kamanyo jodongo. Baadaye Tito akatembea anatafuta hao wazee. To seche manomanyogi to manyogi hekalu. Na wakati huo alikuwa akiwatafuta, alikuwa anawatafuta katika hekalu. Kesh nokonyal manyo mokowar. Ni kwa sababu hangeweza kulichagua ama kuwatafuta wale ambao hawajaokoka. No manyo machunyo war mopongi ro man kod ng'wono. Alikuwa anatafuta wale ambao ameokoka, moyo wake amejazwa na neema. To seche mane Paulo nosetieko kod Tito kamano, Baada ya Paulo kumalizana na Tito hivyo, to kidonje chapter 2, ukiingia katika mstari wake ndogo wa pili, koro ochiko Tito niya, sasa anaamrisha Tito kuwa ni koro nyisigi, sasa waambie, ok ni koro yiergi, sio kwamba sasa wachague, nikech noseyierogi, ni kwa sababu alishawachagua, gine tich. wako katika huduma. Koro Paulo wachni nyisgi koro. Sasa Paulo anawaambia kwamba sasa waambie Wach mokwongo neno la ma kwanza Paulo nyiso Tito, ambaye Paulo anamwambia Tito nyisgi mondo giritre kuwa waambie wakaweza kujitunza e yore duto. katika njia au menendo yote. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wach madawuoye ritruok Neno ambao nataka ni yanene juu yake ni hali ya kujitunza kuom jomowar, kwa wale ok wameokoka. adawuoyo kuom japiny, Sitaki kunena juu ya mtu ambao umewa ulimwengu, nikech Satan osemawa gauge mar ritruok e od Nyasaye. ni kwa sababu shetani asatunyang'anya kiwango ya kujipima ama ya kujitunza katika nyumba ya Mungu. To Paulo nyiso Tito niya, Naye Paulo anamwambia Tito, nyis jodongo marito hekalu mar Nyasaye mondo gibed kod ritruok. ambia wazee wanayetunza wanayefanya kazi ya Mungu ya kwamba wawe watunza wajitunze. Manyiso niya Krete kanyo Inamaanisha pale Krene nitie nyaka joti Nyasaye manosekethore, kunaye hata wale watumishi wa Mungu ambao walishaharibika. ne giyalo Nyasaye to kata kamano ne gikethore. Walikuwa wanahubiri Mungu lakini ingawa walikuwa wameshaharibika. To Paulo nodhi mong'egi matut. Paulo alienda akawajua kilindini. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kasi Paulo tamo timo Tito niya, Alafu Paulo anamwelekeza Tito ne jodongo go kik bed jomohero pesa, kwa hao wazee wasiwe watu wapendao pesa, giritre wajitunze, to kik gibed ka gihero pesa, nao wasiwe watu wanayopenda pesa, mondo mi gibed ranyisi ei kanisa kanyo. ili wawe ishara katika kanisa hapo. Manyiso niya Inamaanisha seche ma warruok Nyasaye oyelo, wakati ambao Mungu amefunua wokovu, to nitiere gik mane warruok kunaye vitu ambaye iko ndani ya wokovu ma ng'ama war mobed piny nonego ng'i. ambaye mlokole anayeketi hapa chini anastahili ajue. Warruok ok en ywak kende, Wokovu sio kulia peke yake, kata warruok ok en wacho nowara. ama wokovu sio kunena tu katika kinywa nimeokoka. Nitie rang'iny mar warruok ma kata ka warruok ogore kuom kijana, Kunaye kiwango ya wokovu ambapo hata hiyo wokovu ikiingia ndani ya mwanarika, kata kogore kuom jaduong', ama ikiingia ndani ya mzee, kata kogore kuom mama moro, ama ikiingia ndani ya mama fulani, to nitiere gik modak e warruok. kuna vitu inayoishi ndani ya wokovu. To
Paulo nong'eyo gej mar warruok kaka chal. Naye Paulo alijua kiwango ya wokovu jinsi ilivyo. Kendo kata jodongo manowar kanyo Paulo nong'egi te. Tena hata wazee waliokuwa wameokoka hapo Paulo aliwatambua wote. Nitie mane tokgi tek. Kunaye wale ambao walikuwa na vichwa ngomo. Nitie mane yom. Kunaye wale walikuwa na vichwa rahisi. Nitie mane winjo. Kuna wale walikuwa wakielewa. Koka nitie mane timo. Basi kunaye wale walikuwa wakitenda. To Paulo nyiso Tito niya. Naye Paulo anamwambia Tito, koro nyis jodongo niya. sasa ambia hao wazee kuwa gibed moritore. wawe watu wanayejitunza. Kendo giayo yuma. Tena watoke katika mzaha. Kod ero pesa. Pamoja na kupenda fedha. Manyiso niya. Inamaanisha ng'amiluongo ni jaduong' mar ikalu mar Nyasaye ma jakwath. mtu anaitwa mzee wa hekalu ambao ni mchungaji. Ritruok ma Nyasaye chope gole oyuma manitiere e ikalu. Kujitunza kwa Mungu inamfikisha katika hali ya kumtoa ndani ya mzaha katika nyumba ya Mungu. Nyasaye biro konya mondo ayar oyumano. Mungu atanisaidia ili nikaweza kufunua hiyo mzaha. Kendo Nyasaye biro konya mondo mi awuoyi ritruok modhi gi. Tena Mungu atanisaidia ili nikaweza kunena juu ya hali ya kujitunza kilindini. Gimoingo dhano mineno wuotho kod tiendeni kende achiel kama. Kile ambaye imeshinda huyu mwanadamu unayeona anatembea kwa miguu yake ni moja tu hivi. Kendo minyalo ng'eyo godo ng'ato. Tena unaiweza kujua naye mtu. Ketne dhano mawuotho gi tiendeni chiemo piny kama. Letea huyu mwanadamu anayetembea kwa miguu yake chakula mbele yake hivi. Chieng'ne ibiro ng'eye gi gik mowacho te. Siku hiyo ndiye utamjua huyo na vitu vyote anayesema. Ing'eni Yesu ong'e Judas kapok Judas ondhoge. Unajua Yesu akamjua Judas kama Judas bado hajamsaliti. To jopuonjre Yesu duong' fwenyo Judas ka ji nie chiemo. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa wanamgundua Juda wakati watu walikuwa mezani wanakula. Ka Yesu wacho niya. Yesu akisema achiel kuomu biro ndhoga. kwa mmoja wenyu watanisaliti. To jopuonjre penjre ten ng'a. Naye wanafunzi wake wanajiuliza, je, ni nani? Koso en Petro. Ama ni wewe Petero? Koro ji nonore. Sasa watu wanaulizana. To Yesu neno ka chunygi chando. Na Yesu anaona mioyo yao inasumbuka. To Yesu wacho ni maludo koda lwede tao. Yesu anasema ya kwamba huyo anayeeka nami mikono hapa katika sahani, manyiso ni kar chieme ming'e ng'ato. inamaanisha mahali pa mezani pa kukula ndiyo mtu anajulikana. Duong' dog ne Yesu. Otokove mrudie Yesu. Kendo kidwa ng'eyo kama ji riambe ten dhod chiemo. Tena ukitaka kujua mahali watu wanadanganya ni mahali pa kukula. Ma ng'ato nyalo beto ni wach manyiso ng'ani wacha dieri koso ang'o matimo. Ambaye mtu anaweza kuambia jambo ushindwe ya kwamba je, huyu mtu asema ukweli ama ni uongo. Ke chiemo chalo master key magolo nyaka miriambo mopondo e ng'ato. Ni kwa sababu chakula ni inafanana na kifunguo ambaye inatoa hata uongo inaishi ndani ya mtu. Kendo kadwa ng'eyi maber. Tena nikitaka kujua vyema, tateri e od chiemo. ninakupeleka katika nyumba ya kukula. Kaste yao mbaka kanyo. Alafu hapo watu wanaanza gunzo. Chieng' nachung'e mesa ka ng'eyi full. Siku hiyo nitaamuka hapa mezani nikikujua kabisa. Duong' dog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Duong' dog ne Amina. Utukufu mrudie Amina. To Tito nyiso kanyakla. Tito anaambia wapendwa wote koro winjo jodongo ya kwamba sasa mnasikia wazee, nyaka ritruok koro bede sanctuary mar Nyasaye. lazima hali ya kujitunza na liwe katika hekalu la Mungu. Ritruok. Kujitunza. Jolweny ritruok. Wapendwa kujitunza. Mine ritruok. Wadada kujitunza. Duong' dog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. To momana wacho ni ka jodongo oseritore. Andiko hilo linasema baada ya wazee kujitunza, to Tito chako siemo mon madongo. Tito naye akaweza kukonyezea kidole wanawake wazee kuoth kod mer kuwa watoke katika hali ya masengenyo na ulevi, mondo gibed ranyisi ne mon matindo mondo puonjre rito utegi, ili wawe ishara kwa wanawake vijana ili wajitunze kulinda nyumba zao. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mano wach mar ariyo. Hiyo ni neno la pili. Wach mar adek. Neno la tatu, ni mine matindo ka kwa hao wanawake vijana puonjre kuom mine madongo, wajifunze kwa wanawake wazee. kagi mine madongo bedo ni ranyisi, kama wanawake wazee wanakuwa ni ishara kwa mfano kaka mine kwao, madongo dak, kama jinsi wanawake wazee wanayoishi, kaka giwuoyo, jinsi wananena, kaka gibet, jinsi wanaketi. Duong' dog ne Yesu. Tukufu mrudie Yesu. Koro mine matindo gi odhi osom kuomgi. Sasa hawa wanawake vijana waende wakajifunze kwao, kaka gidak gi nyithindgi, jinsi wameishi na watoto wao, kaka gidak gi chuogi, jinsi wameishi na waume wao. koro ine signboard madhako matin cha ema somo kuom miyo matin, chi ng'ato matin. Sasa wewe ndiye mwelekezi kwa wale wanawake vijana, ndiye anayesoma kwako. To Tito wacho niya, naye Tito anasema koro gigi
gibed jokuoth gi jomer e od Nyasaye. Sasa wasiwe wasengenyaji pamoja na walevi katika nyumba ya Mungu. Bingani kama mawuoyo medo kuwe mor mar changa. Je, unajua kuwa Biblia ikinena juu ya ulevi haineni juu ya ulevi ya chang'aa? Kata wach nyalo mero ng'ato. Hata neno mtu anaweza lewa hata kwa maneno. Makowuok bandani ka Akitoka bandani hapa kochomo tiengre akielekea tiengre, kagin ji ariyo kama ni wawili to giriambo wanadanganya. opoko chopo tiengre mokalo kama nodhiye nekech miriambo. Anastukia amepita tiengre mahali alikuwa anaenda ni kwa sababu ya uongo. Makochomo ode Akielekea kwake nakorawi duko nyewe Panadol Extra nikech wiye bare nikech oriambo. lazima apitie kwa duka anunue Panadol Extra ni kwa sababu anasikia kuuma na kichwa, ni kwa sababu alikuwa akidanganya. Nikoro mon madongo bed ranyisi ne mon matindo. Sasa kuwa wanawake wazee wawe ishara ama mfano kwa wanawake vijana. Makamiyo matilo biro mondo penji wach. Kuwa wanawake au mwanamke kijana akikuja kwako ili akuulize jambo, Nikech in kod ritruok e od Nyasaye. ni kwa sababu umejitunza katika nyumba ya Mungu. To obiro yudo wach minyalo duokego. Atapata jambo ambao utaweza kumjibu naye. Samoro kale mateke keny menti. Huenda ikawa anapitia magumu katika ndoa yake. To obiro nikech oneno kikote warruok. Naye amekuja kwa sababu anaona mbegu nzuri katika wokovu. Ikoto itegno Wewe umeweza kukua na nguvu, ujasiri katika wokovu. e warruok kanyo. Katika wokovu hapo Oneno kikote chuny. anaona kama wewe umekuwa jasiri katika moyo, Kikote higa. umekomaa hata kwa mwaka. Kenjo nitiere weche moko misekalo. Ni kwa sababu kuna maneno zingine ambayo ushapitia. Bwana Yesu bariki kama. Inua mikono yako juu hivi kwa Yesu. Oneno nitiere okenge moko magikeny misekale. Anaona kuna viwango zingine katika ndoa ambao ushapitia. Koro obiro mondo oyud msaada kokalo kuom. Sasa anakuja ili apate msaada kutoka kwako. Odonjo kama. Akiingia hivi, Uchako pimo ne dhako maduong'. aanze kuambia huyo mwanamke mzee, Mama mokoto. mama ambaye amekomaa, Nikech keny mare rach. ni kwa sababu ndoa yake ni mbaya. Bedroom chande. Pale mahali pa nyumba za kulala inamsumbua, Kitchen chande. pale jikoni inamsumbua, Sitting room chande. mahali pa kukalia hapa inamsumbua. Koelo ni aela kama. Na akikufundulia tu hivi, Ningeni ichako sienye. unajua wewe umeanza kumbomoa Ngano bowar. huyo mtu. Je, ameokoka? Mano japiny ni rado gonango. Huyo ni mtu wa ulimwengu. Je, ulikutana naye aje? Weri gi ngano. Achana na huyo mtu. Ingeni ya. Unajua Gimomiyo jalni ubiro ku. sababu huyu mtu amekuja kwako Mondo yudo wach manyalo konyo kenyi cha. ili apate neno iwezaye kuokoa lile ndoa. To kidonjo kode kuoth. Na ukiingia naye katika Ere mesengeno, kaka dhi bedo ni ranyisi mar keny mare mar odake. basi wewe utakuwa mfano kwake aje kama katika ndoa ambaye anaishi. Ingeni rapture. Unajua unyakuzi Kata donje dala Nyasaye. ama kuingia katika hekalu la Mungu, Nigi donje dala kuingia Nyasaye. katika boma la Mungu, Nigo kenge mang'eny. inaye viwango tofauti To gin piny. na ziko tu hapa chini. Opaki Yesu. Bwana Yesu Gino asifiwe. kenge mang'eny to gin gi piny. Ni viwango ambao mengi sana lakini ziko chini. Tiyudo ko kenge go kanisa okalo. Ukifika katika hizo viwango, basi kanisa imepita. Kanisa lawo gik madongo to gik matindo kethore piny. Kanisa inafuata vitu kubwa kubwa huko juu, lakini vitu chini hapa inaharibika. Kasto mine matindo. Alafu wanawake vijana Be koro bed ranyisi e utegi kuom jau chuogi kaachiel kod nyithindgi. nawe wawe mfano katika manyumba zao mbele za waume wao na watoto wao, Mondo kik yany wach Nyasaye ngimagi. ili neno la Mungu na situkanwe ndani ya maisha yao. Nikech Pastor Kathy notiego moro matin mobiro notiege kod wach morwake lamo mowaye kolamo. Ni kwa sababu mchungaji Catherine aliweza kuelekeza mwingine katika maombi, akaingizwa katika maombi, akabakia akiomba. Okowe kod dondruok kod kuoth moko matindo. Hakumuacha na ugomvi na masengenyo zingine ndogo ndogo. Kendo neno mama matin no. Tena unaona huyo mwanamke kijana, Kang'ato kale matek. kama mtu anapitia magumu, To siemo ni Kathy. anamkonyezea Kathy Nidhi kuom Pastor Kathy nigi rieko moro kacha dhi konyi. kuwa enda kwa mchungaji Catherine pale, anaye hekima ingine pale, atakusaidia. Opaki Yesu. Bwana Yesu To asifiwe. kipuonjo marach. Na ukifundisha vibaya, Tineno ka ji weji ringo. unaona watu wanakuacha, wanatoroka. Ne mine madongo bed ranyisi ne mine matindo. Kwa wanawake wazee, na wewe mfano nzuri kwa wanawake vijana, Kendo kik ibed jokuoth. tena wasiwe wasengejaji. Luongo dog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Luongo dog ne mina. Utukufu mrudie Amina. To ei kanyo. Na hapo ndani Ichak ichiko gini gibed gi ritruok.
basi na hao wazee wawe na hali ya kujitunza. Ritruok e wuoyo, Kujitunza katika kunena, ritruok e rwakruok, kujitunza katika mavazi, ritruok e dak. kujitunza katika hali ya kuishi. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Ei dak ka. Hapo mahali pa kuishi, Wadwa rapture to wadhi. unyakuzi naye wapendwa tunaenda, Nitie gik makethore lakini kuna vitu e inaharibika ground ka. pale hapo chini. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Duong' odog ne Amina. Utukufu mrudie Amina. Gikethore nikech kanisa onge kod gimiluongo ni ritruok. Hizi vitu zinaharibika kwa sababu kanisa hamna vitu ama kitu inaitwa kujitunza. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Gik moko wuore. Vitu zinaharibika. Duong' odog ne Amina. Utukufu mrudie Amina. To kidhi piny, Na ukienda chini, to ndiko nowacho niya, andiko linasema mondo yawuoyi matindo ili na vijana bende obed kod ritruok kipuonjogi, nawe na wajitunze wanapofundishwa, mondo wach Nyasaye odong' kochung'. ili neno la Mungu libakie ikiwa imesimama. Ochung' e od ng'ato, Imesimama katika nyumba ya mtu, dala ng'ato, katika boma ya mtu, kama ng'ato dak. mahali mtu anaishi. Koro wach Nyasaye ok yang'. Sasa neno la Mungu haitukanwi. Nikech mon madongo moritore oyudi. Ni kwa sababu wanawake wazee ambao wamejitunza wamepatikana. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Makata kuwuotho e landi, Kuwa hata ukitembea katika eneo pa kuishi, nikech ong'eyo ni ojasifwani, ni kwa sababu anajulikana yeye ni mtu wa mavazi ndefu, kendo ong'eyo ni en jasuti. tena anajulikana yeye ni mtu wa suti. Ineno kit ritruok mani kuom Kristo kuwuotho. Je, inaonekana hali ya kujitunza kwake ndani ya Kristo akitembea? Chieng' moro ka wadhi e chokruok moro, Siku moja tukienda katika mkutano fulani, to meeting orumo, koro ji dhi kar chiemo. basi mkutano iliisha, watu wanaelekea mahali pa kukula. Nawuoro sana. Nilishangaa sana. Ng'ama duong' ma jayalo Mtu ambao ni mkubwa mhubiri ochopo kar toko, amefika mahali pa kupakua chakula. koro itoko tikalo. Sasa unapakuliwa na unapita. Ritruok. Kujitunza. Itoko tikalo. Unapakuliwa unapita. Itoko ni gimoro amora midwaro. Unapakuliwa chochote unaitaka. Jalweny janotok ni san kopong' mapukore mamoko pukore kuome, to pod iganga ma jatich Nyasaye wacho ni hapana, weu mondi. Yule mwanajeshi aliweza kupakuliwa vitu imejaa mpaka inamwagika chini, na baada ya kupakuliwa tu mtumishi wa Mungu mmoja akasema hapana, wacheni. Ritruok. Kujitunza. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Nyaka jomoko nyalo solo wuoth nikech okia ritore. Kunaye wale watu ambao hawezi hata kuitwa katika hali ya kwenda safari fulani kwa sababu hajui jinsi ya Kendo kujitunza. ji gombo mondo sole wuoth. Tena anatamani sana ili aitwe katika safari, To kata kamano, na hata hivyo onge gimiluongo ni ritruok. hana ile hali ya kujitunza. Nikech kodhi kama ji nitie, Ni kwa sababu akienda katikati ya watu, ng'eni kara chiemo kabe nigi ritruok. unajua hata hali ya kukula naye hali ya kujitunza. Ineno mesa ma ng'ato luongi ni chiemeno. Je, unaona hiyo mesa ambayo umewekelewa unakula? Ng'ano pimi. Huyo mtu Duong' anakupima. odog ne Yesu. Utukufu mrudie Ng'ano Yesu. pimi nyaka tonge mikao. Huyo mtu anakupima hata vile unapenyua ugali, Nyaka weche miwacho ewi kuonono, hata maneno unayesema juu ya hiyo ugali, ewi mogono. juu ya hiyo unga. Omera ng'ano ng'i. Huyo mtu anakuangalia, Kendo kwano ndimi mag wecheni miwacho. tena anahesabu maneno yako unayetoka katika kinywa chako. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Kendo samoro iwuoyo ma brek kal mar wuoyo dhi. Tena saa zingine unaongea bila kusimama, unapita unaenda. Ritruok. Kujitunza. Ng'eni ritruok inyalo po ka jirani openjo ni to min ng'ane be nitie. Unajua hali ya kujitunza, unaweza pata mtu anauliza ya kwamba je, mama fulani yako? Nikech kata wuoyo ni in kod ritruok. Ni kwa sababu hata kunena unaye hali ya kujitunza. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. To Roho Maler chiko jodongo Na Roho Mtakatifu wa Mungu mondo anaamrisha gibed wazee kod ritruok e od lemo. ili wajitunze katika nyumba ya hekalu. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Kata rwakruok Hata hali ya kuvaa ni kod ritruok. inaye hali ya kujitunza. Duong' odog ne Amina. Utukufu mrudie Amina. Rwakruok Kuvaa bende nigi ritruok. naye hali ya kujitunza. E dak Katika hali ya kuishi bende nigi ritruok. kunaye jinsi ya kujitunza. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Nitiere ng'ama nonyuomre kata tedo gweno tame, okia. Kunaye mtu ambaye hajui hata kupika kuku. Ne opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Kata tedo ring'o okia. Hata kupika nyama hajui. To kata kong'eyo, Na hata kama to anajua, ring'o kokel kilo achiel, na nyama ikiweza kuletwa kilo moja, dhi mesa nuso. inaenda kwa mesa nusu Kecho eno yake. yiengi kote chuth. Ni kwa sababu yeye anashiba pande ile ingine. Ritruok. Kujitunza. Duong' odog ne Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Ritruok otamo mine gi e udi. Kujitunza imeshinda hao wa mama katika nyumba zao. Wakuonga wuoyo gi minegi mondo koka wuo gi chuo. Wache ni nene na hao wanawake kwanza, baadaye ni kuje kwa waume. Kech injili en full gospel. Ni kwa sababu injili ni injili kamilifu. Ogo malo to go piny.
inapiga chini na juu. Duogo dog ni Yesu. Tukufu mrudie Yesu. Mero kadichuo kelo viungo te. Unaleta ya kwamba mwanaume ameleta viungo vyote. Ungeni dada na dhilo sugini mabe. Anajua huyo dada anatengeneza hii kitu vizuri. Mbera kangri ngujo pewi mesa. Lakini tazama, baada ya nyama kufika juu ya mesa, Nam kamnara, nam ataro. inakuwa supu imejaa kwa sahani kabisa. Omanyo ringo nam. Unatafuta nyama katika bahari. Manodala mowar mupungiro madhi rapcha. Hiyo ni dada mwenye ameokoka, amejazwa na roho, anaenda katika unyakuzi. Duogo dog ni Yesu. Tukufu mrudie Yesu. Mane uminya jechuono dhiga e hotel to chiemo muyieng maye go buko kubiro e odi. Hiyo ndiyo sababu huyo mume wako anaendanga kwa hoteli, anakula, anakuja kama ameshiba, dibosa anakuja kwa nyumba yako. Windine. Angalia. Emomiyo kinyalo neno nyaka pesa ni chuono kinyalo. Hiyo ndiyo sababu huwezi hata kuliona pesa ya huyo mwanaume, ni kwa sababu huwezi. Jolwenye nafunya wachomo. Wanajeshi niligundua kitu fulani. Kineno dhako misikia lege chuore ni ya lege chuore. Ukiona mwanamke ambao kila mara inakuwa ni hali ya kufanya uamuzi kati yake na mume wake, Chuono krach. huyo mume sio mbaya, Dada ni marach. huyo dada ndiye mbaya. Kiki mangano duaro. Ni kwa sababu kuna vita ambayo huyu mume anataka, Manitimu kene dalagi. ambaye alikuwa anafanya akiwa kwao. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kaka anu Peter. Kama mimi Petero, Mirwano upunja tedu. mama yangu alinifundisha kupika. Kaja 10 years. Kama ninaye miaka 10, Na wango sawa. nilikuwa na karanga sawa sawa. Na chielo. Nilikuwa na karanga. Kino mirwano ngegi manumu gigi mochie. Tena mama yangu alijua kile ambaye haijaiva na kile imeiva. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Tonya saudu konya. Naye Mungu akaja akanisaidia Nidako manyuomo. kuwa mke niliyemuoa, Belu karano upunji chiedo dalagi. naye aliweza kufundishwa jinsi ya kukaranga kwao. Duogo dog ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Duogo dog ni amina. Utukufu mrudie amina. Mene moko kika na tedu. Wadada wengine hawajui hata kupika. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Mako chielo mena purudungu nam. Akipika ama kukaranga omena bado inanuka baharini. Like chango. Ni kwa sababu gani? Ritruo konge chunyi mamano. Kujitunza haimo ndani ya moyo wa mama huyo. Majupelo nyukume nyasaye. Imfikishe katika hali ya kuwa kamilifu mbele za Mungu, Mundonge ukenge maglony magwaruk magnengo magchunyi. ili ajue viwango ya ukamilifu ya gharama ya wokovu iliyo ndani ya roho. Mon madongo mundu kururitre. Wanawake wazee na sasa wajitunze. Duogo dog ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Eringa mamiyo manyalo luongo chuore ni ruodha. Sani. Yu wapi mwanamke au mke anayeweza kumuita mume wake kuwa bwana wangu kwa sasa? Ndiko wacho ni Sara no luongo Ibrahim ni ruodha. Andiko linasema ya kwamba Sara aliweza kumuita bwana wake kuwa ni bwana wangu. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Eringi dako manyalo bukre ni ma ruodha mar odni. Yu Armatin. wapi mwanamke anayeweza kuita mume wake kuwa huyu ni mfalme wangu katika nyumba yangu? Ile herufi ya F ndogo. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Angena men biro biro maongi sima. Ninajua amen itakosa, Tusijima menungi. lakini wakati amena Izo ne wacho no woka more kona more. inamaanisha hiyo neno inapiga mahali katika eneo fulani. Na winyo kwa basi wacho moroka. Nilisikia mwangalizi akisema jambo fulani, Musalaba en ligangla maye chokone gikoni. kwa msalaba ni upanga inayepasua huku na huku. Neno kober no tamunya kajo Yahudi ngeyo. Tena sio nzuri, ilishinda hata Wayahudi kujua. Nikejiye kanyo utingo gimilungu ne adiera. Ni kwa sababu ndani yake imebeba kitu kinaitwa haki. Duogo dog ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Fone Yesu badikama. Inua mikono yako juu hivi kwa Yesu. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Eda kuma duongo mamoma uyu kuomene. Mwanamke mzee ambaye Biblia inanena juu yake. Tondiko wacho ni mundo beri kodritruo. Andiko linasema ili awe hali ya kujitunza, Mundo puji kanisa. ili afundishe kanisa, Puji mun matenda. afundishe wanawake vijana. Tone makidonje ode. Naye ndiye ukiingia ndani ya nyumba yake Kichakura no gisuvria dot. unaanza kukutana na sufuria kwa mlango, Wanyithindo ne gwemi udeyu. ambaye watoto walikuwa wakigwaragwara zile ukoko, Tokidie mesa. na ukienda mezani Yudo bakul mochiem godo nyoru. unapata sahani ambayo ilikuliwa jana. Tokidie wikom. Ni ukienda kwa kiti, Nyuka nyithindo puko nyoru poroto uji wakanyo. ambao watoto walimwaga kwa kiti bado imekauka hapo. Mano da kuma duong mama uyu kuome. Huyo ni mwanamke mzee ambao Biblia anena juu yake Paro ni miyo mateja kubiro mondo yudo wach kuome. Onyalo yudo. ya kuwa je, yule mwanamke kijana akija kwake ili apate jambo kwake, neno kwake, anaweza pata. Duongo dog ni Yesu. Otoko
Utokove mrudie Yesu. Luongo dog na amina. Utokove mrudie amina. Lugine luka wawe gik moko piny twaidho malo. So unaona sasa tunaacha vitu chini tunapanda juu. Waidho malo gik moko wawe piny. Tunapanda juu na tumeacha vitu chini. Luongo dog na Yesu. Utokove mrudie Yesu. Mine madongo go. Ndani ya hao wanawake wazee. Moko kia dak nyaka gi nyithinde. Wengine hawajui hata jinsi ya kuishi na watoto wao. Maseche migo nyiwinya uo nyaka jirani winjo. Ambaye wakati ambao vichwa ya watoto inapigwa kwa ukuta hadi majirani wanasikia. Luongo dog na Yesu. Utokove mrudie Yesu. Nikech waruok onge ngimane makelo luoro kod kibaji. Ni kwa sababu wokovu haimo ndani yake na ndani ya maisha yake inayeleta hofu mbele za Mungu. Luongo dog na amina. Utokove mrudie amina. Nikech waruok kodonjo. Ni kwa sababu wokovu ikiingia Togolo gik machon. inatoa vitu za kitambo. Orwako gik manyien. Inaingiza vitu upya. To ng'ani chweyo manyien pile kod pile. Na huyo mtu anaumbwa upya kila siku. Kasto kit Nyasaye rwakore kuome. Alafu sasa ile umbo la Mungu inavalishwa ndani To yake. kit Nyasaye cha. Na hiyo umbo la Mungu Chope wuotho kod Nyasaye. inamfikisha kwa kutembea naye Mungu. Nikech chwe pile. Ni kwa sababu anaumbwa kila siku. Pile kod pile. Kila siku. Odiochieng' gotieno. Siku baada ya usiku na mchana. Luongo dog na Yesu. Utokove mrudie Yesu. Makapo ni miyo moro wuok. Kuwa kama mwanamke mwingine anaweza jitokeza. Mondo openj mama maduong' mokote waruok ni wach. Ili aende akaulize huyu mwanamke mzee jambo. To onyalo yudo wach. Anaweza akapata neno. Onyalo donga e ngimane. Ambaye anaweza bakia naye katika maisha To yake. kawuono matinende waruok. Lakini siku hizi ambaye hii wokovu. Mon madongo kudho gi mon matindo. Wanawake wazee wanasengenyana na wanawake vijana. Seche magidwa lwero jayale yo ka giwuotho. Wakati ambaye wanataka kugombanisha mhubiri kwa njia wakitembea. Kod miyo matin mowach ni obed ranyisi ne mamano. Pamoja na mwanamke kijana ambaye ameambiwa kuwa awe mfano kwa huyo mama. Kiny koyudo chandruok beno biri mondo mikonye. Je, kesho akipata shida atakuja ili apate shauri kwako umsaidie? To noseyiecho kode bishop. Na ulishaweza kurarua naye askofu. Noyiecho kode obasia. Ukararua mwangalizi naye. To sechego okale pek. Na sahi anapitia katika uzito. Okonyal biro. Hawezi akaja. Nikech un kode reta achiel. Ni kwa sababu uko katika kiwango moja naye. Nikech ionge kod ritruok ma Roho Maler kelo. Ni kwa sababu hauna ile hali ya kujitunza iletayo ni Roho Mtakatifu. Luongo dog ni Yesu. Utokove mrudie Yesu. Ndalo moko chon. Wakati fulani kitambo. Waruok moro miluongo ni Makagia. Katika wokovu ngine inayoitwa waruok machon mar Jokagia. Ile wokovu mane pame lwedo. Ile wokovu ya kutambo ambao walikuwa na piga makofi. Kani winyo nitiere mama kanisa kama ginitie. Kama ungesikia kunaye mama kanisa mahali wako. Okdwaro yuma. Hataki mzaha. Oyuma okdwaro. Mzaha hitajiki. Mon matelo gini uyo ga keta. Wao wanawake vijana walikuwa naongeleshwa kwa nguvu kabisa. So mon matelo go nochugo kwaruok. Na wanawake vijana walifikisha katika wokovu. Nikech mon madongo ne losogi. Ni kwa sababu wanawake wazee walikuwa wakiwatengeneza. Incubator mar Roho Maler mane losogi. Pale katika incubator ya Roho Mtakatifu ndio walikuwa wakitengenezwa. Luongo ni Yesu. Utokove mrudie Yesu. Koro miyo moro dhi limo miyo cha. Kama sasa mwanadada fulani ameenda ametembelea mwanadada fulani. Ogeno ni miyo ni mondo miye wach Nyasaye mondo iki. Anaenda kwa ule mwanadada ili ampe neno la Mungu ambaye imenakiliwa. To ng'ano donjone gi gweche mag jirani kaka jirani nogore kaka ji nolaro tol. Naye huyu mwanadada amemuingilia katika maneno juu ya majirani ambao walikuwa wakigombana na kung'ang'ania kamba. Ere kaka mama ni dhi luoro ode, dhi rito nyithinde. Je, huyu mama ataweza kumheshimu na kulitunza watoto wake kwa njia gani? Luongo dog ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Luongo dog ni amina. Utukufu mrudie amina. Ineno kode ma ji orwakogi. Je, unaona hizi suti ambao watu wamevaa? Koro poki kode go mane fenjik mane ikode. Sasa indoa hizo vikoti ili uone vitu ambavyo iko ndani ya hizo koti. Kata mana sikwadhi. Hata manguo ndefu. Poki sikwadhi mondo ne gik mane kani. Ebo ilitoe ndani ya hiyo nguo ndefu ndio ujue kilicho ndani. Ma Yesu wacho ni Jofarisayo chalo kod liel mobuk maratar. Ambaye Yesu anasema Mafarisayo ni sawa na kaburi ambaye imepakwa rangi nyeupe. To ye kujutimo choke. Na ndani imejawa na mifupa. Otimo kwato. Imejawa na mifupa. Otimo mariba. Imejawa na mifupa. Ye kujo top. Imeoza. Luongo dog ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Sifwadhi ne ikoti no. Ndani ya hiyo nguo ndefu ndani ya hiyo koti. Haleluya. Haleluya. To Paulo wacho. Paulo anasema mondo koro kanisa mamon madongo mondo koro bed gi ritruok. Ili sasa wanawake wazee na wajitunze.
nikech nogengi. Ni kwa sababu alikuwa akitumainiwa. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Weche manegi puonjo. Kuna vitu ambao walikuwa akifundisha. Nogen kuomgi. Walikuwa wameitumainiwa kwao. Kendo nyiso Tito mondo kwergi matek. Tito anaambiwa amurishe hao kabisa. Negiai kuoth. Ili watoke katika masengenyo. Kod mer. Pamoja na ulevi. Luongo Yesu. Ukuvemburudia Yesu. Mondo gibed mobedhore nyime Nyasaye. Ili na wawe watu ambao wako sawa mbele, wamekamilika mbele za Mungu. Maka jodolo manyogi. Ambaye kuhani akiwatafuta. Deyudogi kagine sanctuary ma Nyasaye gilamo. Wanapatikana katika hekalu la Mungu wanaomba. Ogidoke liel. Hawakurudi kaburini. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ogidhi chokruk mag wagogni. Hawakuenda katika mikutano ya kukutana na mawadada. Kamitere buru. Mahali ambao wanapeleka Eyudogi sanctuary mar Jehova. Wanapatikana katika hekalu la Jehova. Kagirwako gunia. Wakivaa magunia. Mon madongo. Wanawake hao wazee. Togibuko buru. Na wamejipaka jivu. Gitweyo nungo gileso. Wamefunga viuno vyao na vibwebwe. Kagidenge sanctuary mar Jehova. Wakiwa njaa katika hekalu la Mungu. Gidwaro Nyasaye manyalo rito mon matindo. Wanatafuta Mungu ama wanatafuta Mungu awezaye kulitunza wanawake vijana. Haleluya. Haleluya. Luongo Yesu. Utokove mrudie Yesu. Kawuonere dhako matin manyalo dhi pinyo dhako maduong' wach. Leo je, yu wapi mwanamke kijana awezaye kuendea mwanamke mzee amuulize jambo? Ichalre. Watu wamefanana. Maduong' chalre matin. Yule mzee afanana na yule kijana. Moti chalre jahiga 18. Yule amekomaa ni sawa na yule miaka 18. Ng'ama penjo wadgi wachonge. Awezaye kuuliza mwenzake jambo hamna. Ritruok olal. Kujitunza haimo. Luongo Yesu. Utokove mrudie Yesu. Luongo Amina. Utokove mrudie Amina. Anyalo paro chieng' moro. Naweza nikakumbuka siku moja. Kadhi e chokruok moro. Nikienda katika ushirika fulani. Kapok adonjo e ministry. Kabla sijaingia katika huduma. To an adhi e od joyalo. Nilienda kwa nyumba ya mhubiri. To seche manabet. Wakati niliketi. To gichako ng'iyore. Wakaanza kuangaliana. To ging'iya. Na wananiangalia. To gichako penja. Na wakaanza kuniuliza. Nito ndugu. Ndugu. To in mibiro kane owari. Wewe mwenye umekuja hapa, je, umeokoka? Tayene ni yewara. Nikasema ndiyo nimeokoka. Owari nango. Umeokoka aje? Takelo. Nikaleta. Penya nini giro? Uko na roho? Masani kipenjo kanisa chwanyre machunye godole owe kanisa dhie madhabahu mchela. Ambaye sahi ukiuliza kanisa anaweza kasirika mpaka kuazika ende katika madhabahu mengine. Manyisa ni ng'wono ng'eny. Inamaanisha neema imejaa. Wabiro somo ng'wono ya 11 nitie. Tunasoma neema katika 11 iko. Gik ma ng'wono dwani tim. Na vitu ambao neema inahitajika au inahitaji ufanye. Ng'wono maonge leu mar wach Nyasaye X. Ni kwa sababu neema bila utakatifu ya neno la Mungu hakuna. Mano mari miloso. Hiyo ni yako umetengeneza. Ng'wono ma Nyasaye chopo ng'ato siemo ni richo ni wedonje richo. Ni kwa sababu neema ya Mungu inakonyezea mtu kidole ya kwamba usiingie katika dhambi. Hii ni dhambi. To seche mana wacho ne an gi roho. Na wakati ambao nilisema niko na roho, to abedo gi lupol matin. Nikawa na upungufu kidogo. Wanyisi joyalo go no wuoyo koda maringo bedo makeche dhoga no kamuonyo no kang'udho. Wacheni niwaambie, hawa wahubiri waliongea nami kabisa kilindini hadi nyama ikawa kali sana katika mdomo yangu. Wachimani joyalo no nyisa chal kama. Neno ambao hao wahubiri waliniambia ni hivi. Maja chode maja malilo biro mawa mono dhao biro mawa mon kai onge ringe udi moni cham ringe biro chamu ringe chokruogni nego wari ya chode ni. Huyu ni mshirati ambao amekuja hapa kutuharibia wanawake. Ulikuja hapa ili ukaweza kukula nyama katika nyumba yetu. Ngani makoto ngani wewe ngani makoto ringo no bedo makeche dhoga kama jine chieme. Huyu mtu anaongea anaachia huyo mtu anaongea anaachia huyu. Nyama ikawa kali katika mdomo yangu mahali nilikuwa nikikula. Gej marwaru ko idmalo. Kiwango ya wokovu imeinuliwa juu. Kendo neka kajo nena idho ario idegi malo. Tena angalia vile manabii wakuu wawili wa Mungu wameinua juu. Kendo medo sode gi malo. Inamaanisha inazidi kusongezwa juu. Ini lage idho malango matimore kum kanisa. Na wewe umekataa kupanda juu. Nini naitendeka kwa kanisa? Ango matimore. Nini natendeka? Makarasili prabichi mainya sayot. Shilingi 50 na kunyang'anya Mungu kwa nyumba. Kati chuno ya malo rugi prabichi. Wow, mwanaume alitoka nje kazini amerudi na shilingi 50. Ninya sachi korola lekeje prabichi kene modonjeot. Ya kwamba Mungu huyu sasa amepotea kwa sababu ni 50 peke yake ameingia kwa nyumba. Ango Nyasaye manyo. Nini Mungu anatafuta? Nyasaye manyo ritruok kuom mon madongo. Mungu anatafuta mwili kwa wanawake wazee. Makaraka prabichi donjo. Ambaye hata kama 50 imeingia. Mungu ndiye kama Nyasaye Elija. Anasema asante Mungu wa Elia. Longo kikelo prabichi kawuono. Umeona ni vyema ulete shilingi 50 leo. Kindi kelo 100. Kesho utaleta 100. Mama matija kubiro lido mubire odi moyo
yudo wach moro minyalo miye monyalo dogero to wach cha changode. Huyo mwanamke kijana akiweza kunyemelea aje kwa nyumba yake apate unamwambia jambo, basi hilo neno inaweza ikaenda kumsaidia kwa nyumba yake. Utukufu mrudie Yesu. Utukufu mrudie amina. To kanisa ubanyong kanisa. Paulo wuoyo gi jo-Galatia adek nono chako gi roho to koro sani utieko kod ringruok uno oko mar roho nochako gi roho to utieko gi ringruok. Na kanisa imeenda kando. Paulo anaongea na Wagalatia 3 anasema, je, mulianza katika roho naye sasa mnamaliza katika mwili? Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Masije manejine ni roho ambaye haleluya. Haleluya. Sije manejine udake roho. Wakati watu walikuwa wakiishi ndani ya roho. Friday yoni nipo. Ijumaa nyumba hii ilikuwa ikijaa. Munu tuwe net kaji la Nyasaye. Wanawake wamefunga maneti hapa, watu wanaomba Mungu. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Onyeje kupong tichadek. Nyumba ilikuwa inaanza kujaa siku ya Jumatano. Ndiye roho jila Nyasaye. Watu wako katika roho wanaabudu Mungu. Kawuono leo Jumapili roho ng'amose bironge. Jumapili inafika kuna mtu ashakuja. Diodich. Watu wana shughuli. Diodich. Watu wana shughuli. Chiemo nitie. Chakula iko. Friji pong. Friji imejaa. Pesa ni benki. Pesa iko katika benki. Jehova ni koyo. Jehova yu katika nje kwa baridi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mundu maore madwaro Nyasaye. Wamama wale wanaitafuta Mungu hamna. Mawachonia. Ambaye wanasema gik manatimo chono lal. Vitu ambao nilikuwa nikitenda kitambo imepotea. Tunaneno ka Nyasaye gochona gik manatimo. Na nilikuwa naona Mungu akinipigania kupitia vitu nilikuwa nikitenda. Tunene kawuono Jehova kugochna. Siku hizi Jehova nipiganie. Ketajwa Nyasaye pap. Ni kwa sababu nimeachilia Mungu kwa uwanja. Mungu ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Mungu ni amina. Utukufu mrudie amina. Kisoma Galatia beach. Ukisoma Wagalatia 5. Matendo 23. Aya yake ndogo 23. Maui matunda magro. Ambayo inanena juu ya matunda ya Roho Mtakatifu. Hapo kunaye kujitunza. Haleluya. Haleluya. Manyiso ni karo maleriti. Inamaanisha Roho Mtakatifu akiwa tokelo ritruok kuoma. Analeta kujitunza kwangu. Kawuotho nikitembea ritruok. Kujitunza. Kabet nikiketi ritruok. Kujitunza. Kachiemo nikikula. Omera nitie chiemo ka to sando ji mang'eny chiemo ka. Hapa kukula inasumbua watu wengi. Ng'ato wachne waketh nyinga tageride. Mtu anasema wache niharibu jina lakini nijenge mwili. Ritruok. Kujitunza. Kinindo. Ukilala. Ritruok. Kujitunza. Kichiew. Ukiamka. Ritruok. Kujitunza. Ka ine tich. Kama ukazini. Ritruok. Kujitunza. Kiweyo gi customer. Kinena na mteja. Ritruok. Kujitunza. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Naka kitanda. Hadi ndani ya kitanda. Umomeo Sara noluongo Ibrahim ni ruoth. Wengine sababu Sara alimuona alimuita mume wake kuwa mfalme. Itiere gik mane netimo notimo ne ruoth netimo. Kunaye vitu ambavyo alikuwa anatendea mfalme na mfalme alikuwa akitenda. Ngania. Unajua? Na kitanda ka. Hapo kwa kitanda. Unego beni pede. Inastahili katandikwa. Mungu ndio ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Yudo. Unapata. Ngata kada pedo kitanda utame. Kwa mtu hada kutandika kitanda imemshinda. Chalo meli madhika jimo. Ni sawa na meli ambayo inaenda Kajimbo. Mutingo misigo ago mabei de Karachuonyo. Ambayo imebeba mzigo inatoka Homabay inaenda Karachuonyo. Neka pampas manyuja ni ebo kitanda. Hata pampas ya juzi iko chini ya kitanda. Haleluya. 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 Makidonye oduno. Kiingia kwa nyumba hilo. Ototop. Nyumba imeoza. Pampas. Na pampas. Lepnyati. Manguo za mtoto. Manyati opiele. Ambaye mtoto aliendea choo. Ni ebuokom. Ndani ya kiti. Kurubasege niko donjo. Sasa mwangalizi wakiingia. Togi manyurumgi. Wanafunga mapua yao. Awa timore. Nini natendeka? Ritruok. Kujitunza. Unge oduno. Haimo ndani ya nyumba hiyo. Mungu ni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Mungu ni amina. Utukufu mrudie amina. Mungu mokikendo na gine getu wanyore. Wanawake wengine wanapata wakwe wenza ni kwa sababu ni wachafu. Otano pongi leuni mogolo nyocha gini golo igutie ni tero ge kom kinyi golo gigu kinyi duoko ge me duoko ge kitanda chaki golo gi duoko ge kom yani en traffic jam yani mane tije. Manyumba wanawake wengine manguo zimejaa kwa kitanda, usiku inatolewa kwa kitanda inaletwa kwa viti, mchana inatolewa kwa viti inapelekwa kwa kitanda. Hapa katikati imekuwa ni kama msongamano. Iwe nutiyo gi joko city o city bus madhi Karachuonyo dhi Kindu okinyi gine kita gine kom otieni golo gi kitanda ikelo gi kom okinyi golo gi kom itero gi kitanda otieni golo gi yani
en transport, yani en transport ngama move. Ya unafikiria kuwa anafanya na basi ya Homa Bay ya kwamba inakuwa ni mchana, ziko juu ya kitanda, usiku zinatolewa kitanda inaletwa kwa kiti, yani ni sawa sawa, ni kana kwamba zinasafiri hapa katikati. Utokobe mrudia Yesu. Hiyo ndio sababu kahaba anakunyang'anya mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Nitiere nyaka momo milongo ni downi nye nyaka 20 bob nya loko nego di chulewni ma lewni duong madung ngar o mari nyaka ne jak wuotho luoko gi pi ne pi lewni tiyogo mado ibiro maidi chuo. Kuna ibiro maidi chuo. Kuna sabuni nyingine inaitwa daoni ambao unaweza nunua shilingi 20 na usawishe naye mavazi ya mume wako ni ili ikaweza kunuka ile harufu mzuri. We angalia, utanyang'anywa mume wako. Ndizo Tito no nyiskane so bergiritro. Tito anaambiwa kuwa mujitunze. Opaka Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye bende dwaro kanisa manigiritro. Mungu naye anataka kanisa ambayo wamejitunza. Dogo Yesu. Utokofe mrudie Yesu. Dogo amina. Utokofe mrudie amina. Nitienga mabirungiyo ni dichuono kaka kiyo kidagi ngiyeo dika. Unaye mtu ambaye atakuangalilia huyo mume wako sawa na kioo kikataa kumwangalia kwa hiyo nyumba yako. Nitienga maneno yokoka. Kuna wale ambao wanamuona kwa nje hapa. Tena samoro kujunya kakoti ilong to tienga madeneno ini dagi neno deneno. Tena saa zingine ameweka koti mbaya sana hata ndani ya longa yake na kuna mtu mwenye ataenda kuona wewe. Kujitunza. Kujitunza. Kwa kanisa. Kwa kanisa. Dogo Yesu. Soko vemorodi Yesu. Imomi ukesi ni odipile kajo kwa biro ge mo mamara tenka gidie yuoth gi nekechi yonge ritruok e odo no imade chuo kwe. Sababu gombe iko katika nyumba yako kila mara. Wachungaji wanakuja na Biblia nyeusi wakiweka kwa makwapa yao hivi wanakuja kwa nyumba yako, ni kwa sababu wewe haujajitunza kwa nyumba yako. Manyaka joyalo tio boli nekechi giyol gi kes. Hadi siku hizi wahubiri wamekutupilia, wamekuachilia, ni kwa sababu wamechoka na hali ya kuhukumiwa kufanya kesi kila wakati. Nekechi waru wokoge kanyo. Ni kwa sababu wokovu haimo hapo. Dogo Yesu. Utokofe mrudia Yesu. Dogo amina. Utokofe mrudia amina. Huyo gimon matendo benia. Na wanawake vijana naye wanaambiwa kusaidu ranyisi. Sasa mmeshapata mfano. Kwa mon madongo. Na wanawake wazee. Punjiri luru churi. Mujifunze kuheshimu waume wenyu. Rit nyathini. Ukatunza watoto wenyu. Dogo Yesu. Utokofe mrudia Yesu. Mon matendo gi. Wanawake hao vijana. Bema yanyo nyaka chuo gi udi. Ndiye wanatosi hata waume wao kwa nyumba. Nento no kenda gangone. Kwa mimi niliolewa na nani? No kawaga ngone. Nilichukuliwa na nini? Dogo Yesu. Utokofe mrudia Yesu. Kaminyalo duare gimanyalo konyi bende yudo ko uore. Ni kwa sababu mahali unaweza tafuta kiti wezae kukunusuru nayo umepata imeharibiwa. Yani ndiye mon moko mano fuel kalao. Ofuel kalao etol poko nyuom kino poko nyon korgi nyaka sani nyithindo tangi nyithinda pa. Unajua kuna wanawake wengine ambaye walitolewa kwa kamba kama nguo, ni kwa sababu waliolewa akona watoto 10 na bado hata hakuna chochote imepelekwa kwao. Uonukia kata ngano. Baba yako hata hajai muona mume wako. To wakage waru to poko dhigara dala gidako. Na ameshinda akituambia mambo ya wokovu hapa na hajaenda hata kwa kina mke wake. Yomokolo nyaka monulon. Wengine wamekopesha hata wake zao kama loni kwa wokovu hapa. Upake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Waru okonge lon miole dako. Wokovu haina mkopo ya kukopa mke. Ka Ibrahim mowacho ne jatich. Kama Abrahamu ndiye akamwambia mfanyakazi mondo dhi dala gi dhodgi ili aende kwa boma yao kwa nyumba yao. Mondo kelne Isaka dhako. Ili akaweza kuletea Isaka mke. Tunukur jatich gi lwete. Lakini mfanyakazi akutumwa mkono tupu. Mwandu ne ni lwete jatich ka. Basi kulikuwa na mali mikononi mwa mfanyakazi. Mondo gonyne dako ili akaweza kuletewa mke kuwa ni wake. Inoli lon. Wewe ulikopeshwa deni. Ukichani. Bado haikusumbui. Nyasaye lijatingoji malo. Mungu wa Elia anainua watu juu. Onde kawe kata dhianga kai chongi. Ili uchukue hata ng'ombe mmoja kwa magoti. Mondo ngano dhio nyumi dala u. Ili huyo mtu aende akakupelekea mahali kwenyu. Apake Yesu. Bwana asifiwe. Apake Yesu. Bwana asifiwe. Nichuo iwinjo. Mume unasikia. Yo kenyalo fuolo kuom dako ne kenyipuke nyuome. Uwezi ukakohoa kwa huyo mke ni kwa sababu hujaipeleka mahali kwao. Makanga kawe sani. Kwa mtu akimchukua kwao. Tutero dhok dalagi. Na akapeleka mahali kwao. Mane chuore. Huyo ndiye mume wako. Mungu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. En mana ge nyitindi apa. Na akona watoto wako 10. Mago kumeki. Hizo sio wako. Waruok. Wokovu. Watero we rapture. Inaitupeleka unyakuzi. Waruok original. Wokovu ile halisi. Loso kuonde mobam. Inatengeneza mahali imeenda Mungu Yesu. Utokovu mrudie Yesu. Olo dhako lon X.
kukopesha mke kama deni, hiyo hapana. Ondeke muma. Imenakiliwa kwa andiko. Singruok. Agano Mar keny en mar Nyasaye. ya ndoa ni yake Mungu mwenyewe, Okumari. sio yako. Dhako no kupunda. Huyo mke sio punda. Dichuo no kuguoka. Huyo mume sio umbwa. Ritruok. Kujitunza. Upaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ritruok. Kujitunza. Ngene tie mon moko manyalo yuaruok yi. Unajua kuna wanawake wengine ambao wanaweza karibisha imani, Mawachonia. ambayo wanasema Kapundi ritruok ni nyalo kelo gima onge ben mantie. kama hii kujitunza inaweza leta kitu ambao hakuna. Nikech rapcha ni dot. Ni kwa sababu unyakuzi iko katika mlango. Apani neno kaka sanya sairingo. Naamini unaona jinsi Mungu sahi anaenda. Kali wenye ni sanya sai. Kama vita ni kali wakati wa Mungu. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Ukima teni nyalo gengo ni dot mar donjo. Na hii kitu kidogo inaweza ikakuzuilia mlango ya kuingia. Keno nyegi lauri kode aruya. Tena inastahili ukaweza kumkimbiza kwa haraka. Mungu na mina. Utokove mrudia mina. Mungu na Yesu. Utokove mrudia Yesu. Kama ngeno kibiga amen. Hapo najua hutasema amen. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Anichieng mana olo loan. Mimi siku ambao nilikopesha deni Maradako kuwuok Ugenya. ya mke akitoka Ugenya Kapoko wara. kabla sijaokoka. Waro. Ninashangaa wokovu. Waruok mane Elija no okelo. Wokovu ambaye Elia alileta. Oting'o Nyasaye Israel. Amebeba Mungu wa Israeli. Nyasaye ma waneno katimo gik madongo. Mungu ambao tulitazama hapa tukaona anatenda mambo makuu. Omiyo mambo nyalo wuoyo. Ambaye akafanya bobu akaongea. Nyasaye ndiji Nyasaye loch. Mungu wa ushindi, Mungu wa mamlaka. Nyasaye nyalo. Mungu wa uweza. Nyasaye majaga malo. Mungu ambaye anainuanga juu. Jamaa juanga jamaa we. Wale ameachiriwa wameachwa. Jamaa mijayo. Na wale ambao Jamaa wanaedhewa geno. wako na tumaini. Haleluya. Haleluya. Angandiko barua dala. Baadaye nikaandika barua nyumbani. Kama kende kapukuwara. Kama bado sijaokoka. Kara barua gine donjo takia. Kumbe hizi barua zilikuwa zikiingia na sijui. Adi nyombo. Ya kwamba ninaenda kupeleka mahari. No bare mokatimo. Sikuenda. Momia nyingi ni jambazi. Nikapewa jina kuwa jambazi. Nape otedo ne jambazi. Toto wetu ameolewa ni jambazi. Otedo ne mikora. Ameolewa na mikora. Ching manalware waru. Siku ambao nilianguka kwa wokovu. Maroma lero biro. Roho Mtakatifu akaja. Anyiso Jehova niyo. Nikamwambia Jehova. Osaya anyiwachini. Neno lako isatokana. Tawuno ana malo. Leo niondokee juu. Neno ka Jehova no amalo. Naiona Jehova akiniondokea juu. Osaya no tera ginyamburko. Mungu alinipeleka kwa gari. Jehova no rucho nying mar jambazi. Jehova alivuta lile jina la jambazi. Morwako nying mar jayalo. Tukakaribisha jina inayoitwa mhubiri. Haleluya. Haleluya. Mungu ni Yesu. Utokobe mrudie Yesu. Yesu wachonea. Yesu anasema Ritreuru. mujitunze. Ritreuru. Mujitunze Ne kethruok mar piny. kwa uharibifu ya ulimwengu huu, Gombo. tamani, Mer. ulevi, Mondo kik uchopi obadho. ili msifikishe katika hali ya kuwaza Mabiro. ambayo inayokuja, Mabiro poyo piny. ambayo inakuja kustua ulimwengu. Ritruok. Kujitunza. Ka ng'ato nigi ritruok. Mtu akijitunza Biro chope lamo Nyasaye. itamfikisha katika kuomba Mungu. Ka ng'ato nigi ritruok. Mtu akijitunza Biro chope mwandu Nyasaye. itamfikisha kwa mali ya Mungu. Wete wanyisi. Wapendwa, wacheni niwaambie, Satan onge mwandu. shetani hana mali. Nyasaye nigi mwandu e lwete. Mungu anaye mali mikononi mwake, Tomiyo nyithinde. na anawapa watoto wake Machunygi ywak chunygi dwaro. ambaye mioyo yao inalia na kuhitaji. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Upaki Yesu. Bwana Gima asifiwe. Nyasaye dwaro. Lile ambalo Mungu anataka, Mondo oyud loch e ngimani, oyud loch e ngimani, ngimani opak lochne. chenye Mungu anataka ni kwamba apate ushindi katika maisha yako, yaani apate ushindi katika maisha yako. Yesu wuon wacho Luka 21:34 kede piny owacho kotieko ni lamuru mondo oyud kuchung' e nyim wuod dhano. Luka, Biblia inasema katika kitabu cha Luka, Yesu mwenyewe anasema 21:34 ya kwamba muombe ili mpate mwana wa Adamu. King James ni sauru. Biblia ya King James inasema ya kwamba mukamsihi. Sauru pile. Msihi kila siku. Tukisoma Revelation 14:6. Na ukisoma Ufunuo 14:6. Eka malaika janure kupolo. Ndiposa yule malaika akawa katika ule juu mbinguni. Katika anga akitangaza neno njema. Katika kila lango. Katika lugha yote. Kabila yote. Ili wamuhofu Mungu. Tena wamtumikie. Bwana asifiwe.
Yes. Bwana asifiwe. Adwa wach no gikanyo. Nataka niachie neno hilo hapo. Je, umejitunza? Ndike Samuel mokwongo. Imenakiliwa katika kitabu ni Samueli wa kwanza. Matindo 24, Matindo 14. Mstari wake ndogo 14. Samuel mokwongo 21, Matindo 14. Samueli wa kwanza 21, mstari wake ndogo 34. Ka Daudi odhi kuom jadolo miluongo ni Elimelek. Kama Daudi ameenda kwa kuhani anaitwa Elimelek. Ka oa lweny. Akitoka vitani. To dhi dwaro makati. Na ilikuwa inahitajika mkati. To kochopo. Akifika. To penjo jadolo niya. Na akauliza mkuhani Elimeleki. Bende nitiere gimoro mwanyalo konyorego. Je, kuna kitu tuwezaye kujisaidia naye? To Elimelek odwoke. Elimelek akamjibu. Onge mana mkati michiwo nyim Nyasaye. Amna ila tu mkati tuwezaye kupeleka mbele za Mungu. To Daudi nyise. Daudi akamwambia, ni miwago. Tupe. To Elimelek odwoke. Elimeleki akamjibu, mkati nichiwo mana ne jomo osebedo ka ritore mokorore kod mondegi. Hii mkati inapewa tu wale ambao wamekuwa akijitunza, hawajaweza kuungana pamoja na wake zao. Naye Daudi akamwambia, tumeishi jangwa siku 3. Inamaanisha sisi ni wasafi zaidi. Tupe tu. Na baada ya kupewa Daudi akamuuliza, je, kuna upanga lolote hapa? Kwa hakuna panga yote. Ligangla mar Goliath jagath maninege Pawela. Ila tu ile panga ya Goliathi ambao uliweza kuua pale katika uwanja wa Hela. Daudi akamjibu, mane maber moloyo miago. Hiyo ndio nzuri zaidi, nipe. Angoma temo wacho. Nini najaribu kusema? Kama to ni kod ritruok nyime Nyasaye. Kama mtu akijitunza mbele za Mungu, to obiro yudo gig Nyasaye lwete. Atapata vitu vya Mungu mikononi mwake. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mtinya kajo mosebaro mowegeno Nyasaye ogeno dhano. Kunaye wale watu ambao wameshaenda kombo hadi ameacha kutumainia Mungu, ametumainia wanadamu. Manyiso ni kadhano chowe waro kutimbi we waro. Inamaanisha yule mwanadamu akiacha wokovu nawe utaacha wokovu. Kama cholo timbi lowa. Yule akianguka nawe unaanguka. To Yeremia wachonia. Naye Yeremia asema, ukujal mubaro mugeno dhano we Nyasaye. Alaniwa yule ameenda kombo akaacha kutumainia Mungu akamtumainia mwanadamu. Mungu dogni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Dhano migeno nigi kasara kanisa. Mwanadamu huyo unayemtumainia anaye hasara kanisa. Mano nigi kasara. Huyo mtu ana hasara. Unyalo podho unyalo luwa. Anaweza anguka. To Yesu kupodhi Yesu kluwa. Na Yesu anguki. Golo wangi kuom dhano. Toa macho yako kwa wanadamu. Chom Yesu chom wangi kuom Yesu ja Nazareth. Enda moja kwa moja macho yako kwa Yesu wa Nazareti. Chieng mane Petro nogolo wangi kuom Yesu. Siku ambao Petero aliweka macho yake kwa Yesu. Chieng ne mane Petro nonimo. Siku hiyo ndio Petero alizama. Apako Yesu ja Nazareth. Namsifu Yesu wa Nazareti. Wegeno dhano. Je, umetumainia wanadamu? Mungu dogni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Dhano tho kendo top. Wanadamu wanakufa na wanaoza. Yesu ja Nazareth. Yesu wa Nazareti. Japuonye noko top. Mwalimu yeye hakuoza. Japuonye ngima. Mwalimu yu hai. Japuonye. Tumainia mwalimu. Pachi kuom dhano. Usitumainie wanadamu. Wegeno dhano. Wacha kutumainia wanadamu. Wegeno dhano. Wacha kutumainia wanadamu. Kimwonyo Yesu ngili. Ukimeza Yesu kabisa Yesu kafu. Yesu bila chochote. Dhane nango. Kachamo Yesu ngili. Je, nini nikekula Yesu kamilifu? Yesu sibuon madhod Juda. Yesu simba wa Yuda. Nekwa Daudi ka Jese. Mjukuu wa Daudi mwana Jese. Amuonye kuot. Inameza kabisa. Kata kale chong ten koda. Hata kama anapitia magumu lakini yeye pamoja nami. Kata chulo to tama ten koda. Hata kama kulipa nyumba imenishinda yeye pamoja nasi. Kata chulo fio tama en koda. Hata kulipa karo ya shule yako. Hallelujah. Hallelujah. Ndiko wacho niya. Andiko linasema, Ogwedhi jal mogeno Jehova Nyasaye ma Nyasach Israel. Amebarikiwa yule mtu amtumainia Mungu wa Israeli. Mungu dogni Yesu. Utukufu mrudie Yesu. Chungane vichungi. Simama kwa miguu yako. Kikigo chongi pen. Usiende magotini. Chunga. Simama tu kwa miguu yako. Chunga. Simama tu kwa miguu yako. Kikigo chongi pen. Usipige magoti.
ting' badi malo. Inua mikono yako juu. Mondo lola mone banga. Ili urudie ombi hili nyuma yangu. Wach ni Ruoth Yesu. Sema Mfalme Yesu. Kawuono godiochieng'. Leo mchana. Awinjo kiweyo koda ritruok. Nimesikia ukinena nami juu ya kujitunza. Tafwenyo ni aonge ritruok. Nimegundua sijajitunza. Nyiso na aonge warruok. Maanake sina wokovu. To kawuono lokora. Na leo natubu. Mondo iwena richona duto te. Ili unisamehe dhambi zangu zote. Kendo iwe remb Yesu manochwere Kalvari. Tena wachilie damu ya Yesu iliyomwagika Kalvari. Mondo opuodh chunyo keta kare. Ili atakaze moyo wangu aniweke kuwa sawa. Kawuono lokora. Leo ninatubu. Nyasaye wena. Mungu nisamehe. Richo duto te masetimo. Dhambi zote nisatenda. Obed nasewacho kata naseneno. Iwe kwa kunena au kuona. Kata sepuonjo marach. Ama nimefundisha vibaya. Kawuono kod odiochieng'. Leo mchana. Adwaro remb Yesu ja Nazareth. Nahitaji damu ya Yesu wa Nazareti. Mano pukore msalaba. Iliyomwagika msalabani. Remo man kod nengo. Damu iliyo ya gharama. Mamiyo pudhe wa wuotho. Inayofanya viwete vyetu wanatembea. Nyasaye. Mungu. Luoka gi remono. Nioshe kwa hilo damu. Gol nyinga kitabu mar tho. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti. Ndik nyinga kitabu mar nyarombo mar ngima. Andika jina langu katika kitabu cha mwana kondoo wa uzima. Iwero pi malere wiya. Uachilie Roho wako Mtakatifu juu yangu. Mondo puonja chikeni kod bucheni. Ili anifundishe sheria zako na hukumu yako. Erokamano nikech ija adiera ngimana. Asante maana wewe ni mwaminifu katika maisha yangu. Erokamano kuom loko ngimana. Asante kwa kubadilisha maisha yangu. E nying Yesu ma ja Nazareth. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. We walam erokamano Nyasaye maduong'. Acha tuambie asante Mungu mkuu. Wami duong' Nyasaye Israel. Tunakupa utukufu Mungu wa Israeli. Waseneno gik madongo mitimo. Tushaona matendo yako makuu unayotenda. Chunywa oluor nikech wan gi bura. Mioyo yetu tuna hofu kwa sababu tunayo hukumu. Gimoro amora mwaneno kendo wamulo. Chochote ambao tunatazama na kuguza. Mami duong' ratego ni kod bura. Tunakupa inayokupa utukufu mwenye nguvu na hukumu. Emomiyo sani waduogo e nyimi. Hiyo ndio sababu kwa sasa tunarudi kwako. Ruoth wedwachi mondo timre. Falme, wacha mapenzi yako yatendeke. Aketo kanisa e lweti. Naweka kanisa mikononi mwako. Achielo kanisa ne gi remb nyarombo. Nalizingira kanisa hii kwa damu ya mwana kondoo. Bende kanisa kale mapek. Iwe kanisa inapitia magumu. Roho Maler nyalo kalo kode. Roho Mtakatifu naweza ukapita naye. Ichung' kod ng'ato kod ng'ato. Simama na kila mmoja wetu. To we warruok obed warruok. Hata wokovu liwe wokovu. E kind anyuola e kind wede. Katikati ya ukoo wetu. Nyaka e kind osiepe. Hadi katikati ya marafiki zetu. Ka warruok dong' warruok.
dok. kama wokovu inabakia wokovu. Erokamano nyarombo. Asante mwana kondoo, Keto mond liet e lweti. naliweka wajane mikononi mwako, Par nyithi kiye bende. hata watoto wa mayatima wakomboke, Nyaka joma manyo tich. hata wale wanaotafuta kazi. Roho Maler e badi. Roho Mtakatifu ndo cha mkono wako, Nyaka joma rento tamo chulo. hata wale wameshindwa kulipa kodi ya nyumba. Eye makanya sae. Hapa ndani yetu hapa Mungu, Ruta keto gi e lweti. Falme na waweka mikononi mwako. Biko wacho nine wuon fedha kod dhahabu. Andiko linasema wewe ndiye mwenye fedha na dhahabu. We dwachi mondo timre. Acha mapenzi yako yatendeke. Weche duto mwapuonjo ka. Maneno yote ambayo nimefundishwa hapa, Roho Maler we mondo mi duong'. Roho Mtakatifu wacha nikupa utukufu, Kechine miromonge machielo. sababu wewe ndiye unastahili, amona mwingine. Wating'o nyingi malo Jehova. Tunainua jina lako juu Jehova. We Nyasaye maratego. Mungu mwenye nguvu. We Nyasache Elija. Mungu wa Elia. We Nyasache Musa. Mungu wa Musa. Erokamano Nyasaye Daniel ka Juda. Asante Mungu wa Danieli wa Yuda. Iwinjori kende ber. Unastahili, wewe ni mwema. Erokamano nyarombo. Asante mwana kondoo, Nyasaye maduong' moloyo. Mungu mkuu wa yote. Iwinjori kende ber. Astahili, wewe ni mwema. We nyingi mondo iduong' manyaka chieng'. Acha jina lako libade utukufu milele. Ber pile kod pile. Wewe ni mwema kila siku. Duong' odogni nyarombo Nyasaye. Utukufu ikurudie mwana kondoo wa Mungu. Erokamano nyarombo. Asante mwana kondoo. Erokamano Yesu. Asante Yesu. Erokamano Jehova. Asante Jehova. Erokamano Roho Maler. Asante Roho Mtakatifu. Erokamano. Asante. Nyingi Yesu wa Nazareth. Jina la Yesu wa Nazareti. Kanisa watu na amen. Yesu alisema amina. Nyasaye ogwedhu worship team. Mungu awabariki kikundi cha kuabudu. E nyingi Yesu ma Nazareth. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Amen.
Shout Adonai. Adonai. Worship Adonai. Adonai. Sing Adonai. Adonai. Shout Adonai. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name, Jesus, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. Adonai, sing Adonai. Adonai. Worship Adonai. Adonai. Sing Adonai. Adonai. Say Adonai. Adonai. Worship Adonai. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. From the rising of the sun to the setting of the same, your name is to be hallowed. Adonai. 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 Amen. God bless you, worshipers. I want us to dedicate the child to the Lord. Tunataka kumtia wakfu mtoto kwa Bwana
before we conclude. Kabla tutamatishe, Omondi, where's the child? Omondi yuko wapi mtoto? I don't know whether you can be having a short testimony about your child. Sijui kama mnaweza kuwa na ushuhuda kidogo kuhusiana na mtoto wenu. Wach moro notimore Kuna jambo lilitokea ne jaduong' moro iluongo ni Elkana. kwa mzee ambaye anaitwa Elkana Kae ni kod chiege miluongo ni Hana. wakati alikuwa na mke wake ambaye anaitwa Ana. Ana nosebedo ka chunye gombo bedo kod nyathi. Ana alikuwa na tamanio ya kupata mtoto, Kendo ne en anyiera maduong' ahinya. na tena ilikuwa ni dhia kama kicheko kuu. Chieng' moro ka koro olamo Nyasaye mondo otim ng'wono e bath jadolo Eli, Wakati alikuwa anapata kuomba mbele kando ya Eli, to ne en wach malich manodong' e memory. ni neno kuu ambayo ilibaki katika kumbukumbu. Ana nowacho wach moro Ana akasema jambo fulani, ni ruoth kane miya to an amiyi. Bwana ukinipa nitakukabidhi. Koro nogiko odiochieng' ma koro Samuel koro nitere od Nyasaye. Ilifika wakati ambapo Samueli alikuwa anapelekwa katika nyumba ya Bwana. Mana kaka Omondi with the family koro bendo kelo nyathika. Jinsi Omondi na familia yake wamemleta, Nyasaye bende gi chikene. Mungu pia anazo sheria zake. Ok en lemo kende. Sio kuomba tu peke yake. Adwa ni uyie ni nyathini wamiyo Nyasaye. Nataka mkubali ya kwamba huyu mtoto tunamkabidhi Bwana. Ok nege koro kinyo judo dai doka yaki goro baloteli moko ni wiye soko gik magalagala mag ju chiende mono. Nisipate ya kwamba kuna vitu ambazo umeshuka mtoto, vitu ambazo hazistahili za mapepo. Mine chiende malich. Wamama wanasumbua sana. Kisekelo nyathika kwa kinyi kiko wi nyathi kone kwar kone rambulu kone rachar niko ne mago ne beauty. Sasa mtoto akishakuwa unachukua unashuka huku ni samawati, huku ni nyekundu. To kaen ma de chuoto ochaket ne rasta kaen jahiga achiel ose mini wiyo mino juogi irwako ku nyathi. Kama ni mtoto kijana utapata ameanza kuwekewa rasta akiwa na mwaka mmoja. Koro adwa manu ukele nyim dolo ka kudwa ni nyathini odong kuluru Nyasaye e wepo mar roho maler mar Nyasaye e ngwengo mar teko mar Nyasaye. Nataka mkileta huyu mtoto hapa akue katika uwepo wa Mungu, katika utukufu wake Mungu. Mondi ko kudwar mano kedwa no ochal gi ngane rasta fara awinjo moko ne rasta fara. Omondi kama nataka udogi uburuok chieng' machielo makoro waamua. Nataka mtarudi siku ambapo mtapata kuamua. Kijana weche mokiki okadwa. Kwa sababu maneno ya kuchanganya sitaki. Kwa dedicate ne Nyasaye to dongo kupunje weche mag Nyasaye to luro Nyasaye to ero Nyasaye tan neno ko ringo kado neno kamoro ntie kae. Sabuji wacha Cripples walk to pamo kama ine. Nataka mkimleta mbele zake Bwana, anatiwa wakfu mbele zake Bwana, anakuja mnamfundisha neno la Mungu, anakuja anatumikia Mungu kama mwingine hapa alikuwa anaruka hapa mbele zake Mungu. Ogneka segwetheka kukecheketero thego bunde ma Katoliki gikagalagala kucho. Sitaki nikimtia wakfu mtaenda kumpeleka akapige ngoma kule za Katoliki. Biwinja Omondi. Je, mnanisikia Omondi? Chunguru malo. Simameni juu. Kusuni wach mudwa wacho. Ama mnayo jambo ambalo mnataka kusema. Lokreuru kama. Geukeni hivi. Ingi kaka Ana notimo. Unajua jinsi Ana alifanya? Ana nokawa nyathika kora kau kuomini. Ana alichukua mtoto jinsi nimemchukua hivi. Omiyo jadolo ka kore meyane. Akapatia mkuhani wa jinsi koro Ana do akawe amiye Roho Maler. Sasa mimi nataka kumchukua nimkabidhi Roho Mtakatifu. Imi atamiyo Roho Maler. Unanipea kisha nampea Roho Mtakatifu. Koro in chike ni uktika. Sasa we sheria zako hazifanyi kazi mali pale. Mondi winjo gima lando gi microphone. Unasikia Omondi chenye natangaza na kinasa. Chike ni koro uktika koro chike Roho Maler gi Nyasaye ema koro tayo nyathini. Sasa sheria za na torati za Mungu ndio zinaelekeza huyu mtoto. Abado miye Nyasaye sani. Kwa sababu hata mimi nataka kumkabidhi mbele zake Mungu sasa hivi. Udong jorit ten mar Nyasaye. Nyinyi mtakuwa wa kulinda lakini anabaki wa Mungu. Eko yero nyingi ma pek marach. Ametaja jina. Angel Lucy.
anaitwa Angel Kora Lucy. angel dange jaki kao kiku magalagala ni kiti vi angel. Sasa utachukua vitu zile mbaya uweke kwa kichwa cha Angel. Go uchongo penye. Pigeni magoti chini. Nyasachi wakende uono. Mungu tena baba yetu, Nyasai mapoko na Allah. Mungu asiyeshindwa. Urichinga langa kod sani. Siku ya leo mchana peupe, Umondi ka chele kod min ot. Omondi na mke wake Itimo negi ma Nyasai. umewatendea hii Mungu. Kelo nyathini diere gi Nyasachi sa. Umeleta mtoto wao mbele zako Togi Bwana. neno ni beri Nyasai. Na wameona ni vyema Mungu Ni nyathini modu waduokni. ya kwamba mtoto tukukabidhi. Nyasai majerit. Aya Mungu mwenye Nyasai kulinda. majachiel. Mungu mmoja. Chiele nyathini kod rembi Yesu manigi Mlinde teko. mtoto na damu ya Yesu. Bidi kalu makul uru tiji Nyasai. Akwe kali ya kihofu ni kazi Ero ya kamano Mungu. ni kech family mubiro ka. Asante kwa familia ambayo imekuja. Paro maberu bire pach Mawazo Nyasai. yao imekuja kwa Kich Mungu. gifwenyo nini mitimo Kwa ma. sababu wametambua wewe ndio umetenda Togi haya. neno ni mondo giduok ni Na tena Nyasai. wameona kwamba wakukabidhi. Ero kamano roho maler mar Jehova. Asante Roho Mtakatifu wa Ni Jehova. chielo nyathini kod teko maduong'. Unaenda kumzingira kwa nguvu Gik ma kubwa. nyathini landi di dawa ka Nyasai. Hizi vitu ambazo zitakuwa kwa mtoto Gik huyu. ma gichando roho Kitu maler. ambacho wametosha Nyasai dhi Mungu. chiwo negi. Mungu nenda kuwapatia. Tudo ma nyathini dhi dhodho Nyasachwa. Kwa ile matiti ambayo mtoto anaenda Waketho kunyonya. teko ka teko mag wasigu. Tunaharibu kazi za Mani adui. luor ngima mar familini. Tupate kuzingira nyumba hii. Kochakore kawuono Nyasai. Kuanzia leo Mungu. E bwo teko mar roho maler. Kwa chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakuong'o teko mag wasigu maricho. Tumeharibu zile roho Kendo chafu. wadunyo kendo wadaro. Tena tumezichafua zote. Nyingi osedong' ka yudo duong'. Jina lako limesalia likipata Nyasaye ma utukufu. jang'wono. Mungu wa rehema. Erokamano nikech familini. Asante kwa ajili ya familia hii. Sechielo familini semwomo kodgi. Umeshawalinda, umepigania. Ubedi wach matek ubedi wach malo nade. Kazi, nguvu Nyasaye sekalo kodgi. Mungu umepita pamoja nao. Wadhialo nyingi wagodo nyingi erokamano. Tunalisifu jina lako, tunakupa Nikech in ema heshima. iramo Kwa Nyasachwa. sababu wewe ndio unastahili Nyathini Mungu dong' wetu. koluori. Huyu mtoto atasalia kikuhofu. Nyingi noyudi duong' Nyasachwa. Jina lako litapata utukufu. Wanapaki nyaka chieng'. Tutakusifu Nikech milele. Nyasaye moro mapaka. Kwa sababu wewe ndio Mungu anastahili. E nying Yesu Kristo Kwa Ruoth. jina la Yesu Kristo. Walamo kendo wayie. Tunaomba tena tukiamini. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Koro kuma watimo Sasa kitu ambacho tunafanya, aparo ni uwinjo ka jotendwa nogolo wach moro ka. nawazia kwamba mlisikia viongozi wetu akitoa jambo hapa. If we have before we finish the service of today, Kabla tumalize ibada ya hii ya leo, thank you so much. Nikapoko tieko service of today kabla tujamaliza ibada hii ya leo, to watime achiel ariyo moko koluwore gi goma. tufanye moja au mbili kulingana na ngoma. Nitie sanctuary migero Goma. Nitie kama iluongo ni Goma. Kunayo sanctuary ambayo inajengwa pale Goma, E piny Imbo ka. pale Imbo. En altar maduong' kabisa. Ni altar kubwa sana. Roho maler mar Nyasaye Roho Mtakatifu wa Mungu ema nowuoyo gi the mega prophets of the Lord. ndiye alipata kunenea manabii wakuu zaidi wa Mungu In that region, katika hiyo eneo in Nyanza, pale Nyanza. that sanctuary must be built. Hiyo sanctuary lazima ipate kujengwa. Koro osegere mogike Linton. Imeshajengwa ikafika kwa Linton. Onego bed ni go wiye sani. Inastahili watengeneze pasa sasa hivi. Koro e wach mane remind our leaders. Kulingana na ile neno ambao Mungu Roho Mtakatifu alipata kumbusha viongozi wetu. Igino sekao thuolo for a very long time ka ok move. Imechukua muda kama iendelei. Koro no Roho okumbusha wani mondo wachak matek mondo go wiye mondo tim finishing. Roho Mtakatifu alisisitiza ya kwamba tupate kufanya ili juu ipate kujengwa, ipate kumalizika. En gimo sekao time kitime. Imechukua muda ikifanywa. Ngine sana sana kaka ladies wa mama osetiyo kanye matek kabisa. Kama wamama wameshafanya kazi pale sana. Wazee mokangene bi osetiyo. Wazee wengine pia najua wamefanya. Ngine jomoko sitemo jomoko poko timo. Najua wengine wamefanya na wengine hawajafanya. Koro ochiewa by today. Sasa tumeamushwa kwa leo hii. Momiwa account number. Tukapewa account number. Nikanyalore. Kama inawezekana. Wakasiru nikech en gima Roho ema nochiko mondo tim. Tufanye bidii kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye alielekeza ipate kutendwa. Koro mondo kik wagwinjre gi Roho maler Nyasaye. Ili
tusiende kando na Roho Mtakatifu wa Wewe Mungu. timu duond Roho. Wacha tufanye sauti ya Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Nyasaye mondo gwedhu. Mungu apate kuwabariki sana. Amen. Give me one of the baskets. We give whatever little we are going to get from today, we are going to send. Nipatie kikapu kidogo yote ambayo tutatoa tutapata kutuma. As we are going to sing this song, Tunapoendelea kuimba wimbo in case hii. you have anything, Kama unao kitu kidogo, you will come and drop it here utakuja na uitumbukize mali hapa. as we sing this song. Tunapoimba wimbo hili. Anything you have, you just bring and drop it there. We are going to send after the service. So chochote ambacho uko nao ukuje utumbukize hapa, tutatuma baada ya ibada. Worshippers, can we have at least a number? Wabudio, wacha tupate wimbo moja. After this, I think we are just going to release one another. Baada hii tunaenda tuku. All our visitors, we are going to meet here before you move. Oh, sorry, I was forgetting one thing. Nilikuwa nasahau jambo moja. Where is Nani? Ugola, come forward. Ogola kuja mbele. Wapi mgeni yangu? Where are you? Come, my daughter. Karibu sana. Wangapi wanajua Ogola? Steve. Good number. Idadi kuu. Thank you so much. Asante sana. Ogola has been away for some time. Ogola amekuwa nje kwa muda. And yesterday we were with them here, with this my daughter here. Na jana tulikuwa na yeye na huyu binti wangu hapa. And according to how we talked yesterday, na kulingana na jinsi tulivyonena jana, he resolved together with the daughter, the family, akafanya uamuzi pamoja na familia that they are coming back ya kwamba wanarudi to the altar of the Lord. katika madhabahu ya Bwana. And we talked at length. Na tulipata kunena kwa urefu. So I just want you to help me receive this my humble son. Nataka mpate kunisaidia kumpokea huyu mwanangu mnyenyekevu together with the wife. pamoja na mke wake. Mke bado ni mgeni. Mke bado ni mgeni. But we are going to train her on how we worship the Lord here. Na tutaenda kumfunza jinsi ya kumwabudu Mungu hapa. She also accepted that she's going to be with us in this altar. Alikubali ya kwamba atakuwa na sisi katika madhabahu hapa. So I just want to give them 1 minute. Nataka kuwapatia dakika moja. Just to greet us. Kutusalamia. Then we are going to continue with this. Kisha tutaendelea na hii. Amen. God bless you so much. Asante, Mungu awabariki sana. Thank you. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Naitwa Lucy. Lucy Auma. Awor. Mimi ni binti kutoka Seme. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Majina ni Steven Ogola. Wacha niseme kwamba nilikuwa nimerudi nyuma. Ever since I left the ministry, sijaenda church yote. But nimeweza ku make decision ya kuweza kurudi nyumbani na nimtumikie Mungu Mungu wangu. Bwana maana bariki sana. Amen. Thank you so much. Karibuni sana. Asanteni sana, karibuni sana. I think we'll get time and we'll talk deeper. Tutapata nafasi tutanena kilindini. God bless you so much. Mungu awabariki. Karibuni sana. Karibuni sana. Amen. Amen. I think worshipers can come up. Wabudio mnaweza kuamka. Can come forward, we worship the Lord. Mnaweza kuja mbele tupate kumwabudu Bwana. Amen. Amina. In case you have anything, you just come up and drop here. Kama unao kitu kidogo unaweza kuja na utumbukize mali hapa. Whatever little you may have. Chochote kidogo ambacho uko nacho. As we continue with the worship. Tunapoendelea na ibada. The visitors, we are going to meet here shortly. Wageni tutakutana hapa kwa muda kidogo. I think you are going to get a pastor who is going to at least sit with you shortly. Utapata mchungaji ambaye atakaa na wewe kidogo. And after that, na baada ya hiyo, the leaders are also going to meet. Viongozi pia watakutana. We have some meetings in the course of the week. Tunayo mikutano katikati ya wiki. Amen. Amina. Thank you so much. Asante sana. Worshipers, you are wasting time. Just start.
Tupigie Yesu makofi. Almost 3/4 of the church are tired. They can't even stand and worship the Lord. Wengi wetu tumechoka, hatuwezi simama And it is not yet even 2. Na hata haijafika saa 8. na hata haijafika saa 8. Na 3/4 of the church are tired. Na wengi wenu wamechoka. They can't even stand and worship the Lord. Hawawezi hata kusimama na kumwabudu. You know, in heaven it will be worship. Mnajua kule mbinguni itakuwa tu ibada. Hakuna injili pale. Hakuna injili. So if you cannot worship the Lord, Kwa hivyo kama uwezi muabudu, then you have a problem going to heaven. Kwa hivyo unao shida kuingia mbinguni. Amen. Let us clap to Jesus. Wacha tumpigie Yesu makofi. Let us resume our seats. Tunaweza keti. Oh, I just want to take this opportunity Nataka tu kuchukua nafasi hii to welcome our daughter who wanted to give a testimony. kumkaribisha tu dada yetu ambaye alikuwa anataka kutoa ushuhuda. This is your time, just come Huu ni wakati wako kuja tu before I finalize. kabla nimalizie. Amen. Karibu. Asante. Thank you for the opportunity. Asante sana kwa nafasi. Yes, I wanted to testify about my studies. Wakati nilitaka kupeana ushuhuda kuhusu masomo yangu, I thank God because the day I came to this church, nashukuru Bwana kwa sababu siku niliyokuja katika madhabahu haya, I was welcomed by my pastor. Nilikaribishwa na mchungaji wangu. He's my pastor and a friend and a family friend also. Ni mchungaji wangu na rafiki, pia ni rafiki wa familia. His name is Pastor Daniel. Jina lake ni mchungaji Daniel. I think many of you know him. Na wazia wengi wenu mnamjua. Together with the family. Pamoja na familia yake. Yes, I trusted God to go to school. Nilimwamini Bwana kwenda shuleni. I really wanted to go back to school. Nilitaka sana kurudi shuleni. And I thank God because he has done it for me. Amen. Na nashukuru Bwana kwa sababu amefanya kwa sababu yangu. All thanksgiving belongs to him. Sindio? Shukrani zote zimrudie yeye. Amina. And I want to encourage you with from the book of Matthew 7:7. Pia nataka kuachia moyo kutoka katika kitabu cha Mathayo 7:7. Which says, ambayo inasema, ask and it shall be given unto you, ulizeni nanyi mtapewa, seek and you will find, tafuteni nanyi mtapata, knock and the door shall be open unto you. bisheni na milango zitafunguliwa kwenu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. And to the youths as well, na kwa vijana pia, mtasoma Matthew 3:8. Mtasoma Matthew 3:8. You read the book of Matthew chapter 3 verse 8. Yes, it encourages us inatutia nguvu about repentance. Kuhusu toba. After repenting your sins, baada ya kutoa toba ya dhambi zako, you leave them so that the name of the Lord should be glorified. Amen. Unaiacha ili jina la Yesu litukuzwe. Amen. Be blessed. Amina. Asante sana. Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Bwana makofi. Our God is able. Bwana yetu anaweza. Mungu akubariki sana. Nyingine tena. Amen. I went to the hospital because I had some disease that I had. Na wazia nilienda hospitali kwa sababu nilikuwa na magonjwa fulani. It was written rock-up. Iliandikwa rock-up. Nikaambiwa niende hosi na 500. I was told to go to hospital with 500 shillings. And I'm trusting God. Na nashukuru na natumainia Bwana. Because God is the healer. Amen. Kwa sababu Bwana ni mponyaji. I'm not going to the hospital. Sitaenda hospitalini. Because I know God is going to heal me. Kwa sababu najua Bwana ataniponya. Asked for school fees to go back to school and he gave me. Kwa sababu niliuliza karo ya kurudi shuleni naye alinipatia. I'm also trusting him for this one. Pia natumainia kwake kwa sababu ya hii. And I know he's going to do it for me. Na najua naenda kunifanyia. And the name of the Lord will be glorified. Na jina la Yesu litatukuzwa. Amen. Baba.
Asante sana, Mungu akubariki sana. You are most welcome. Let us clap to Jesus. Wacha tupigie Bwana makofi. Our God is a good God. Wetu ni Mungu mwema. He's doing. Hallelujah. Hallelujah. I just want to take this opportunity. Nimetaka tu kuchukua nafasi. We've been doing collections for the upgrade of the instruments, Tumekuwa tukifanya matoleo kwa sababu ya vyombo and it has been wonderful. na imekuwa ya kupendeza sana. I just want to take this opportunity Nataka tu kuchukua nafasi hii just to congratulate all of you ili tu kuwashukuru nyinyi wote for coming out kwa kujitokeza in your numbers katika idadi yenu and participating fully, na kuwa miongoni mwa wale waliotoa 100% participation. 100%. You have participated in it wholeheartedly, mmekuwa and you help us to raise some amount that I think will help us now to secure some of the instruments. na mmetusaidia kuchanga mchango fulani ambayo itatusaidia kununua hizo. We sat down as the leadership of the church Tuliketi chini kama viongozi wa kanisa and proposed that we collect and buy a new keyboard, na tukaamua kwamba tutanunua keyboard mpya, and that is why we were doing that collection, na ndio sababu tulikuwa tunafanya matoleo hayo so that the Lord may help us to secure a new keyboard. ili Bwana aweze kutusaidia kupata keyboard mpya. The ones that are here are old. Zile ambazo ziko hapa zimezeeka. Might be when you stand from where you are, you might not know. Ni kama umesimama huko penye huko uwezi jua, But if you go close to it, you will find it has a lot of broken keys. lakini ukikaribia utagundua kwamba, So we need to secure a new one. kwa hivyo tunahitaji kupata mpya. The collection has been wonderful, Matoleo yamekuwa ya and it kupendeza, has been powerful. imekuwa kuu sana. So I thank all of you. Let us clap to Kwa Jesus hivyo nawashukuru nyote for giving us the effort to do this. kwa kutupa. Next time when you are called upon, we ask you just to come upon and work for the Lord. Wakati mwingine mtakapoitwa, tunaomba mjitolee kuja kutumikia Bwana. May the Lord continue to bless you Bwana azidi kuwabariki and to fill your pockets na kujaza mifuko and to yenu fill your empty na cups, kujaza vikombe vyenu that they may ambavyo, be full and full and full and full. ili iwe zaidi na zaidi na zaidi. Amen. Amin. We are going to, I know we are going to secure a keyboard in the course of this week. Najua tunaenda kupata keyboard kwa wiki hii. We are still doing window shopping, Bado tunafanya ile, but I know the Lord will help us to secure one in the course of the week. lakini najua Bwana atatusaidia kupata moja katika wiki ijayo. Otherwise, may the Lord bless you Hata hivyo Bwana and awabariki bless you na and wabariki bless you na and wabariki. bless you. Let us rise up and join in the words of grace. Wacha tusimame na tujiunge kwa neno la neema. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.